Chanzo cha vita kutoka nchini DRC. Kabisa nchini DRC au DR Congo ni nchi ambayo kwa sasa ukizungumzia ni kama vile unazungumzia uwanja wa vita. Ila si tatizo sana, lakini muda mwingine maarifa ndio kesi ambayo wameipata hadi wakakumbwa na tatizo hilo. Kwanza fahamu, nchi ya DRC ni nchi yenye utajiri kabisa ambao unaotetemesha zingine nchi jirani, na wanakuambia barani Afrika kote nchini ya DRC ni nchi ya kwanza ambayo kwa sasa inachimbuliwa sana dhahabu ambazo zinazokomalisha nchi jirani, lakini si dhahabu za kukomalisha Kongo tena. Nchi ya Kongo kwa sasa wanakuambia kwamba mafuta ambayo yaliyochimbwa na yale ambayo hayajachimbwa yakingali kwenye ardhi ni mafuta ambayo yanaweza kuweka service kabisa kwenye nchi zozote za Ulaya na zikaenea zote pasipokuwa na malalamiko ya mafuta. Urutuba na fedha za kidhahabu ni zile ambazo zinazoletea sasa wananchi shida, tabu ambazo wao hawakufahamu kwamba zitatokea, lakini basi poleni kwenu ninyi wa Kongo. Kwanza leo acha tuchimbue kizaidi au kuchimbua kiundani kabisa kwa kutazama chanzo cha vita hivyo kimetokana na nini. Vita hiyo kabisa ni vita ambayo inatetemesha ulimwengu kwa sasa. Wanakuambia barani Afrika nchi zote kutosha tu DRC ni nchi ambazo zinaishi pasipokuwa na mlio wa risasi, lakini kwa sasa DRC mlio wa risasi ni kama wimbo ambao wananchi wanaocheza kila siku. Leo tunachimbua sana, tunaingia kwenye mwaka 1965. Ni siku ambayo President Mobutu Sese Seko alishika kiti hicho kabisa, na kushika kiti hicho akaongoza nchi hiyo ilikuwa ikiitwa kwa jina la Kongo Kinshasa, ikaongoka na ikaitwa Zaire. Mtu huyu kabisa alikubali kutetea nchi yake na kaitetea kabisa kuitoa kwenye koloni ambao lowekwa na wazungu. Mtu huyu alipiganisha sana kabisa kadri ya uwezo wake wote, lakini wanadamu tamaa zao, mili zao hazikutosheka, zilikubali na nafsi zisizokuwa na hatia zinyofolewe. Mtu huyu alijikabidhi uangalifu sana na taifa lake, na mtu huyu alipopambana alikuwa kabisa akiwa na uchungu kwa kuona nchi yake anaipenda sana kabisa. Hakukubali kila magendo yoyote yale yaendeke jinsi wanavyotaka kuivamia nchi hiyo kwa kuiba fedha, dhahabu, mafuta yaliyo kwenye ardhi na yale ambayo yalikuwa yameshachimbuliwa. Mtu huyu alipambana sana, na kupambana kwake kwa kulilinda taifa alipata kabisa jaribu lake, na jaribu lake likamletea kifo kwa utajiri mwingi ambao uliokuwa nchini DR Congo. Mtu huyu anaitwa kwa jina la Mobutu Sese Seko Kubumwendo wa Zabanga. Kiukweli ni rais ambaye aliyemaliza miaka mingi kwenye kiti cha nchi ya Kongo, na wanakuelezea hadi sasa nchi ya Kongo hakujawahi kutokea rais ambaye alimaliza miaka kama na ya kwake. Mtu huyu alishika kiti mwaka 1965 na mtu huyu akafariki mwaka 1997. Yaani tuseme kiufupi, mtu huyu alimaliza miaka 32 akiongoza taifa. Ni mtu huyu ambaye alikuwa kabisa na ujuzi ambao ulitetemesha ulimwengu. Mtu huyu haikutosha, kulikuwa kuna mwingine mtu ambaye aliitwa Laurent Kabila. Laurent Kabila au Laurent Desire Kabila alipambana sana kwa kutamani hicho kiti, kwa tamaa za wanadamu zikawaletea kwa sasa mauti ambayo wananchi wanapambana, na kupambana kwao vita haviishi kwa sababu kuna contract ambazo zilizosahiniwa. Kwa sasa contract hizo zinaletea taifa shida, na damu zisizokuwa na hatia zinamwangika nchini DR Congo.
ya Tanzania. Kwa sasa ni uwanja wa vita. Wanakuelezea hata kwa sasa ambapo mimi naongea, nchi ya DRC haina amani kabisa, yaani inasumbuliwa na wagambo wa M23 ambao kabisa ni kikundi ambacho kilichoungwa, na kikundi hicho kiliungwa na mataifa mbalimbali. Lakini kwa sasa kuna taifa moja ambalo linahukumiwa au linalaumiwa kwa kusipofahamu chanzo chao kuhukumiwa au kulaumiwa na kunapokuwa kufahamu kwao. Hapo nafahamu tajiuliza mengi sana, ila acha kwanza tuende hatua kwa hatua. Ilipofika mwaka 1996, Laurent Desire Kabila akapambana sana na akatamani kupata kiti hicho ambacho kilikuwa kikimilikiwa naye Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga. Laurent Desire Kabila alitamani kabisa kutumia kiti hicho kimagendo, japokuwa haukukuwa wakati wake au haukukuwa muda ambao alipaswa kutumia hicho kiti. Mtu huyo alitamani kumtoa rais wa nchi ambaye alikuwa akiitwa Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga. Yule alikuwa ni rais ambaye alikuwa anamiliki taifa lake vizuri, na mtu huyo enzi hizo Jara Kongo ilikuwa ikiitwa kabisa Zaire. Kwa kuitwa Zaire, yani ni neno ambalo lilikuwa kwenye fumbo sana, ambalo hata wazungu walifanya utafiti kwa kufahamu fumbo la neno hilo, lakini kabisa wazungu walifeli, hawakufanikiwa kwa kufahamu fumbo la neno hilo ambalo lilikuwa likiitwa Zaire. Ilipofikia huo mwaka 1996 ndipo ambapo Laurent Desire Kabila akaingia nchini Rwanda na kuenda kuwasiliana naye Paul Kagame. Alipofika nchini Rwanda kwa kwenda kuwasiliana naye Paul Kagame, ndipo ambapo kabisa aliingia kwenye kikao ambacho kilikuwa kikao ambacho anaita private place, yani ni kikao cha upekee ambacho kinachoungwa na watu wawili, lakini sio watu watatu. Ila bwana wanakuambia kwamba ingekuwa panya kwa sasa, anasema siri zozote ambazo zinazopatikana kwenye nyumba ya kila mtu, ingekuwa siri hizo zingekuwa zimeshapata dawa, lakini cha ajabu, Mungu ni wa ajabu. Mtu huyo aliingia kwenye nchi ya Rwanda kwenda kutafuta nguvu au kibali chochote kile cha kumsaidia kupambana kwenye vita ili amuondoe Mobutu Sese Seko kwenye kiti, lakini mtu huyo alipotumia hizo njia hazikumpendeza Mungu. Usema wasema watu wanasema kwamba njia hizo hazikumpendeza Mungu kwa sababu Mungu ni yule anayetembea kwa haki na anayetembea kwa uthibitisho na anayetembea kwenye njia zenye mwanga, lakini mtu huyo alitumia kabisa njia za giza, hadi njia hizo za giza zimeweka wanakijiji au wananchi kulia na kuteseka sana, hadi machozi yao hayavutwi. Inauma sana. Mtu huyu alipoingia nchini Rwanda kwenda kuomba kabisa kikosi chochote kile cha kumsaidia kwenye vita hivyo, kiukweli alifanikiwa na kumwendea Paul Kagame, akamwambia kwamba Paul Kagame, mimi ukinikabidhi kabisa kipande kimoja cha wanajeshi ambao watakaonisaidia kupambana vita nchini mwangu, kiukweli kitanisaidia sana, na kitakaponisaidia mimi ndakukabidhi vipande viwili vya nchi yangu. Hiyo ilileta shida sana hiyo. Kwa kushika hivyo vipande viwili kabisa alipambana sana, lakini ngoja nikuelezee siri ambayo imejificha hapa, ambayo watu wengi kabisa hawajaifahamu, na wanapotaka kuifahamu hiyo siri wanapotezea kabisa mazima, kwa sababu wengi wanahofia afya zao na wengine wanahofia maisha yao. Laurent Desire Kabila alipofika nchini Rwanda, kiukweli Paul Kagame alimpokea, na kumpokea kwake akamwelezea kwamba ukishanikabidhi hicho kipande kimoja cha wanajeshi kiende kunisaidia kwa kumuondoa Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga kwenye kiti, au mimi nikishakuwa rais wa nchi, itakuwa rahisi sana kushika hivi vipande viwili ili vikusaidie kabisa kwa kuongeza
nchi yako iwe nchi yenye unene kabisa unaotosha. Kama jinsi mnavyofahamu, nchi ya Kongo ni sawasawa nchi ya Rwanda, nchi ya Rwanda. Ukiweka kwenye nchi ya Kongo ni kama vile kabisa unaweka toni kwenye mtoni, au kama vile unaweka mtoni kwenye bahari. Nchi ya Kongo anakuelezea kwamba wakigawanya inaweza katoke nchi 6 au 10 za nchi ya Rwanda. Kabisa contract hiyo akasaini mkataba huo, na Paul Kagame aliposikia hivyo kwamba atapata vipande viwili vya kuongezea kwenye nchi yake. Vipande hivyo mimi kiukweli muda mwingine sitaki kukuelezea hivyo vipande, ila ukifanya utafiti utakuta kwamba vipande hivyo ni vipande ambavyo wanaita, kimoja kinapatikana kwenye mji wa Goma, kingine kinapatikana kwenye mji wa Bukavu huko Kongo. Na ukifuatilia vyema, walipomkabidhi Laurent Kabila kipande cha wanajeshi, kiukweli alitoka Rwanda akipambana naye Mobutu Sese Seko kumwendo wa Zabanga, akipambana naye pasipo kuonyesha uso wake kwamba yeye ndo anapambana, bali yeye alionyesha kwamba kikundi ambacho kinachopambana ni kikundi cha kutoka nchini Rwanda ndo kinachompambanisha. Lakini yule ambaye alikuwa nyuma ya yale ni Laurent Desire na Paul Kagame, ndo wale ambao walipambana sana kwa kumtoa mzee Mobutu Sese Seko kwenye kiti chake ambacho alikuwa kikimiliki kadri au kwenye miaka 32 ilizopita hapo. Kwa hiyo contract ikasainiwa. Ilipofika mwaka 1997 kabisa, kifo cha mzee Mobutu Sese Seko kumwendo wa Zabanga kikatajwa na kafariki kabisa mazima, naye Laurent Desire Kabila akashika kiti hicho na akakiendesha kiti hicho kimagendo. Wanakuelezea kwamba rais ambaye kabisa ameshaweka nchi ya Kongo kwenye ufisadi na kwenye umaskini wa kunuka kuliko kwa waweka wananchi kwenye utajiri wa kutupa ni yule ambaye anaitwa Laurent Desire Kabila. Aliweka vipi wananchi, au aliweka vipi nchi kwenye mgomo au nchi kwenye mgogoro? Mtu huyo alipobadilisha jina ambalo lilikuwa likiitwa Zaire kabisa, mtu huyo ndipo ilionekana kwamba nchi ya Kongo imeingia matatani. Mtu huyo aliweka jina la nchi ya Zaire kuibadilisha kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabisa. Mtu huyo ndipo ambapo kila mwananchi aliposikia hivyo, nchi ya Kongo ikaingia kwenye madhara kabisa, na ndipo ambapo vita ambavyo vilivyopigwa Kongo mwaka huo, mwaka 1998. Vita hivyo kwa sasa vinasikilikana kwamba ndio vita vya kwanza vilitokea nchini DRC. Kwa sasa vinautetemesha ulimwengu wote, haswa barani Afrika kote. Kwenye Kifaransa wanakuelezea kwamba cette guerre elle était la première guerre mondiale africaine. Yani hapo mimi nazungumza Ufaransa, kwa sababu nakumbuka kuna mtu mmoja alisema ili pawe na furaha inabidi kuwe matokeo. Yani matokeo muda mwingine ndio yale ambao wanakumba ndugu zetu ambao wao wasiofahamu chanzo cha vita hivi. Na kabisa Laurent Desire alipoingia kwenye kiti alipambana sana, na kupambana kwake lakini ilikuwa too late sana. Alikuwa akipambana kabisa kwa kurudisha nchi yake kwenye amani, lakini ilishindikana kwa sababu wanakuelezea kikundi hicho cha M23 ni kikundi ambacho kinajaa sana. Unifuata hapa vizuri, ni kikundi ambacho kinajaa mataifa mengi. Sio nchi ya Rwanda tu ndo inayounga M23, bali wanakuelezea kwamba kikundi hicho kinajaa Waislamu wapo ndani, manchi fulani zipo ndani. Yani kikundi hicho kimeumbwa na nchi jirani za Kongo. Lakini kwa sasa wanakuelezea kwamba nchi ya Burundi ni nchi ambayo inayosapoti Kongo kwa sasa kwa kupambana vita hivi. Ndipo ambapo
Laurent Desire Kabila aliposhika kiti hicho, alipambana sana kwa kuharakisha, kwa kugomboa muda ambao aliupoteza kwenye ujinga, na akasema kwamba nchi hii ni nchi yenye rutuba, ni nchi yenye utajiri, lakini wananchi waga wote ni umaskini tu ndio unaoponza. Yaani msemo huu au neno hilo ambalo alilotaja hapo ni kwamba, au inamaanisha kwamba nchi ya DR Congo kwa sasa ni nchi ambayo inakaa kwenye laana tupu. Na kuna mwanajeshi mmoja ambaye alitokea nchini DRC akasema kwamba yoyote yule anayezaliwa nchini DRC ni sawasawa na mtoto kuzaliwa kwenye shamba la laana. Mtu huyo alikuwa akimaanisha kwamba nchini DRC ni nchi ambayo ipo kama vile shamba. Unaona, shamba unakuja unalima, unatoa mimea, hafu unaacha mabubu, unapeleka mmea na unasepa zako. Laurent Desire Kabila aliingia kwenye kiti mwaka 1997 na mzee huyo akafariki kwa mwaka 2001. Yaani mzee huyo alimaliza miaka kama 3-4 kwenye kiti tu, hakugawa huyo mzee, na kitu ambacho kilituma kugawa ni contracts ambazo walipatana na manchi jirani au mikataba. Mtu huyo aliweka nchi ya Kongo kwenye ufisadi, hadi leo wanakuelezea kwamba mtu huyo amepeleka laana kwenye nchi ya Kongo vizazi na vizazi. Kumepambanishwa sana, au Wakongo wamepambana kwa kurejesha nchi yao kwenye usalama, lakini kinachofuata ni umauti. Hakuna kitu chochote kile ambacho kinachookoa tena taifa, bali kuna vitu vya kuangamiza taifa kufuatana na mikataba ambazo zilizowekwa. Wanakuelezea kwamba kwenye hivyo vita vya mwaka 1998 ambavyo vilipigana barani Afrika au kwenye nchi ya DRC, ni vita ambavyo kabisa kuna paper ambazo ziliunguzwa ndani ya ndege, na pepa hizo zilikuwa zikisema kwamba ndipo ambapo Kagame atakaposhika hizo pande mbili kwenye nchi ya DRC kama jinsi nilivyokuelezea. Pepa hizo kabisa zilitaka kusafirishwa, lakini ndege hiyo ambayo ilitaka kusafirisha hizo pepa iliripuliwa kabisa njiani, kwani pepa hizo za ushahidi za kusema kwamba hivyo vipande viwili ni vyake Paul Kagame kikweli hazikufika kwenye nchi ya Rwanda, bali zilipata kuripuliwa. Na zilipolipuliwa inasemekana kwamba ndipo ushahidi wowote ukapotea, na ushahidi ulipopotea ndipo ukamtia hasira yeye Paul Kagame kwa kuongeza jeshi la kutafuta amani kwenye nchi yao kwa kupambana sana ili wapate hivyo vipande vyao viwili ambavyo vingepaswa kutokea kwenye nchi ya DR Congo. Kwa sasa hivyo vita ndio chanzo kusumbua wananchi. Basi nchi ya Kongo kwa sasa ni nchi ambayo inajaa vita sana, na kwa sasa vita ambavyo vipo na pigana sana nchini DRC kwa sasa ni vita ambavyo vinaenda kushika kabisa mataifa, na mataifa wanachangia kwenye hivyo vita. Kwanza si Rwanda tu ndio nchi ambayo ipo kwenye hivyo vita. Vita hivyo vimeshika nchi fulani, lakini na yule ambaye anajulikana sana ni Rwanda. Kwa hiyo kama wewe ndo mara ya kwanza kutazama video zangu au video zetu kwenye hii channel yetu, usisahau basi kusubscribe kwa kupata zingine video ambazo zitakazokukabidhi maarifa. Inabidi kabisa hii historia ukae vema na usikilize vema, si kuja kabisa na usikilize kidogo na urushe video. Hapana, chimbua ya zaidi hii video, utakuta kwamba kuna siri ambazo zimejificha kwenye nchi ya DRC ambazo kwa sasa wananchi hazifahamu. Wanakuelezea kwamba kabla Laurent Kabila hajafariki alisema kwamba il ne faut jamais trahir le Congo. Ndipo ambapo yeye alisema kwamba si haja kabisa kwa kulaumu nchi au kwa kunyanyasa nchi, lakini wanamgambo FARDC kabisa hawapambani sana kwa kutazama huo msemo ambao
mzee aliouacha. Unaona, msemo huo unamaanisha kwamba mzee aliona kwamba taifa langu wenyewe kwa wenyewe wanauana wenyewe kwa wenyewe, wana tamaa kama ile ambayo aliitumia yeye kwa kupata kiti hicho. Na karibu sana tukiingana chochea kupambana sana kupata ushahidi au kupata ukweli zaidi kabisa ambao unaofuatana na wananchi kuteseka nchini DRC. Kwa hiyo nafahamu kwamba hii video si mbaya kwako, bali itakuwa yenye mashauri ya kukabidhi mashauri. Au ngoja kwanza nikwambie hiki kitu kimoja. Muda mwingine mataifa kwa mataifa yanapopigana ni muda ambao neno linaenda kutimia, na neno linapotimia mwanadamu kaa kimya kabisa na kuacha Mungu kutimiza malengo yake. Ya muda mwingine ndugu zangu wa Kongo, na hapa kwanza pole na hongera kwa vita ambavyo mnavyopambana, na muweke hili swala kwa Mungu, atawapa ushindaji. Hakuna vita ambayo haina mwisho, kila vita ina mwanzo na ina mwisho, na ili uwe na amani inabidi kwanza uandae vita. Kwanza na wapenda wa Kongo ndio watu ambao waga wanaweka huu msemo kwenye misemo yao kwamba ili upate amani inabidi uandae vita, na muda mwingine ndio hii amani ambayo inayotaka kuja inabidi kabisa waandae vita ili wapate sasa na amani pia. Tanzania population msijali, Tanzania inakuya. Tanzania